Yesu asifiwe. Inahusu utaratibu wa masuala ya uendeshaji wa ibada na malezi ya watoto. Na kikao kilichokaliwa tarehe 19 mwezi wa 11 mwaka jana kilizungumzia mambo haya, kwamba jambo la kwanza lilikuwa uzingatiaji wa utaratibu wa mwongozo wa ibada ili kuendelea kuhakikisha ibada zinakuwa na uchaji na waumini wanapata mafundisho ya neno la Mungu kwa utulivu. Pamoja na hayo, kukawa na swala linalohusu utaratibu wa liturujia kufuatwa, kwamba tunapaswa kufuata liturujia. Lakini pili, sadaka ya imarisha usharika ihesabiwe na kutolewa taarifa pamoja na sadaka nyingine, na sio wakati ibada ikiendelea. Swala hili litawapa nafasi wazee wa kanisa kushiriki ibada kwa utulivu. Kuna baadhi ya sharika, tukishatoa sadaka ya imarisha hivi usharika, wazee wa kanisa mliopo mnatakiwa mtoke mkahesabu, alafu tukiwa ibada inaendelea mtatuletea taarifa tujue tumetoa shilingi ngapi. Kwa hiyo huu taratibu wanashauri, na hapa sisi kwetu tunakiri kwamba hatuna huo utamaduni. Sadaka yoyote tunayotoa huwa inahesabiwa pamoja na sadaka nyingine. Ndio maana mara nyingi tunatangaza, sisi tunasema taarifa ya sadaka hii tutaipata Jumapili ijayo. Maana yake wazee wa kanisa watakwenda kuihesabu, alafu watatuletea hesabu yake pamoja na sadaka nyingine. Jambo la tatu ni kufuata ratiba ya muda wa kuanza na kumaliza ibada kwa utaratibu uliopangwa. Endapo kuna mabadiliko, basi kuwepo na makubaliano ya pamoja kama baraza la wazee wa kanisa, ili kufanya maamuzi kwa niaba ya washarika wote. Kama ambavyo tunafahamu, kuna wakati tunasema Jumapili tutakuwa na ibada moja kutokana na tukio fulani. Ili lishazungumzwa nafikiri kwenye vikao vya baraza kwamba tunapokuwa na tukio kubwa la pamoja, basi ni vizuri tuwe na ibada moja, mfano mkutano mkuu wa usharika na ibada nyingine na au matukio mengine muhimu. Jambo la nne, wakati wa ibada za kipaimara na ubatizo, wapiga picha na wachukua video wapewe utaratibu wa namna nzuri ya kuchukua matukio bila kuathiri utaratibu wa ibada, kama vile kupanda madhabahuni, uvaaji wa mavazi yasiyo na heshima. Nafikiri tumekuwa tukisisitiza haya mara kwa mara. Tunapokuwa na matukio, basi wanaochukua matukio yale, wengine wao wanatamani waje wachukulie picha hapa. Kwa hiyo tutaomba sana, hatutaruhusu, kama ambavyo tulishatangaza kutoka zamani kwamba sitaruhusu kwa kweli, kama hujapewa kibali cha kupanda hapa madhabahuni, kwamba upande tu bila utaratibu. Hapana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini na swala la mavazi, jambo lingine, kupunguza mawasiliano ama mazungumzo ya mara kwa mara kati ya kiongozi wa ibada na wazee wa kanisa, ili kuondoa uchaji wa ibada. Kuna wakati mwingine kuna tukio linatokea dharura, au mtu ana jambo lake, naomba mwambie mzee wa kanisa, naomba mwambie mchungaji kuna hili. Kuna wakati mwingine huwa tunayakataa. Kwa hiyo tunaomba pia, wakati mwingine ukiona umechelewa kuleta tangazo la ibada imeshaanza, basi usubiri tu wakati mwingine. Kwa hiyo niombe tujitahidi kuzingatia haya. Na jambo lingine, kipindi cha kusifu na kuabudu kisitumike kuhubiri, bali waimbaji waingie moja kwa moja kwenye huduma. Aidha, maneno yanayotumika yawe na staha kwa makundi ya watu wote. Nafikiri haya tumekuwa tukizungumza kwamba tujitahidi kutunza muda, lakini pia tunapoingia kusifu na kuabudu tusitumie kuhubiri kuanza kuzungumza kwamba simama, unajua ukikaa au mchi Mungu nikaa. Yaani nikikwambia hayo maneno kidogo, kuna mtu mwingine amekaa anashindwa kusimama, sio kwa sababu ametaka, ni kwa sababu kuna dharura kwenye mwili wake, ama anaumwa ama ana shida fulani, inabidi afanye nini? Akae, asisimame. Ukimwambia kwa nini unakaa kwenye uwepo wa Mungu, alafu mwingine ataona kwamba sasa amenionaje? Laiti angejua shida nilionayo
asingesema hayo maneno. Sasa viongozi wetu wameomba tusitumie hiyo lugha, badala yake kama tumepewa nafasi ya kuimba, basi tuingie tu kuimba. Haijalishi mwingine amekaa, mwingine amesimama, mwingine anacheza, mwingine hachezi, haijalishi. Kuna siku moja mwalimu mmoja tukiwa shuleni, yeye alikuwa mkitangaza wimbo anafungua kitabu anaweka kwenye benchi kama hivyo, alafu anabaki anatazama mpaka wimbo unaisha. Sasa wanafunzi siku moja ikabidi wamuulize mwalimu, kwa nini hauimbaji? Na yeye akawauliza swali, nithibitisheni kwamba huwa siimbi. Wakamwambia, huwa tunaona tunafungua kitabu naacha hapo, alafu hatuoni sisi tunaimba, wewe umenyamaza kimya. Akasema ndio, nithibitisheni kwamba huwa siimbi. Kwani kuimba mpaka unisikie kwamba ninaimba, ninapayuka, ninapaza sauti? Kuimba kunatokea wapi? Moyoni. Halafu kinachofuata ni huku nje. Nyinyi mnataka kuonekana kwa watu, mimi sijahitaji kuonekana kwa watu, mimi nataka nionekane kwa nani? Kwa Mungu. Ndivyo alivyokuwa. Alikuwa haimbi, yeye akiweka kitabu, sio kwamba hajui, na alikuwa anafundisha somo la ibada. Akikaa kufundisha somo la ibada, hakuna wimbo ataacha kukuimbia, lakini mkifika Jumapili anaweka hapa anatazama. Kwa hiyo tujitahidi kuzingatia hayo. Jambo lingine, masuala ya vyombo vya muziki. Sauti za vyombo vya muziki ziwe kwa kiwango kinachosaidia ujumbe wa nyimbo kusikika vyema kwa waumini. Nafikiri hili tunalifahamu kwamba tunahitaji kusikia ujumbe, sio vyombo zaidi. Na jambo lingine, kila usharika uweke mabango yanayoonyesha mavazi yanayopaswa kuvaliwa kanisani. Na hili nadhani tumeendelea kusisitiza, tutaendelea kusisitiza, na bango tunalo. Tujitahidi kuvaa mavazi yanayostahili kuvaliwa na watu wanaoingia kanisani. Tusije tukavaa nguo za kwenda kulala tunakuja nazo kanisani, itakuwa si vyema sana. Na la mwisho linahusu wachungaji na wazee wa kanisa kutenga muda wa kusali na watoto katika ibada zao angalau mara moja kila mwezi. Na hili katika usharika wetu nadhani tumejaribu kufanya kwa sehemu, pengine ni kwa 50%, sijui kama inaweza kufika. Wazee wa kanisa mara kadhaa tumekuwa tukigawana, wengine wanabaki kule, wengine wanakuja huku, na mara chache wachungaji tumekuwa tukisali na watoto na wengine wanakuja kwenye ibada zetu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaomba sana tujitahidi kuzingatia haya, kila mmoja kwa nafasi yake. Sisi watumishi, washarika wote na vikundi pia tumeshazungumza nao, tumeshawakumbusha kuzingatia haya, lakini pia tutasoma na ibada zinazofuata ili tuweze kuyasikia haya. Mungu awabariki sana.